Watu wangu itakuaje? Hihi, wazito. Watu wangu, I hope mko sawa. Manze, mmekuwa mkinisikiza nikimwambia, manze, no matter how una exist hii America, jipange home in one way or another. Kawe especially, we ni mwanaume kwanza, kuwa tu na kashamba kako kadogo tu kakuota, hata kanika eighth bana, kadogo tu. Sababu manze, hapa nikaa kila siku kuna waka. Watu wangu, nimekuwa nikiwaambia chochote kinaeza kutokea. Na wacheni nimwambie kitu moja. Hii Amerika leo, majority ni wale hawatutolerate. Majority. Kuna time majority ndio walikuwa na tutolerate. Kuna hiyo time, lakini hiyo time imepita. Watu wangu, hata kuna watu mademocratic kabisa, Democrats kabisa, na wako very very liberal, lakini wameshindwa na kututolerate. Watu wangu, na mnacheki hii serikali, kuna chance inaeza rudi. Nyinyi usema huyu mtu wa orange ni mbaya. Hamjaona mtu mbaya mpaka huyo vice wake aingie. Hamjaona, watu wangu. But leo nataka tu nimwambie kuna kitu imehappen. Serikali ya immigration imechange vitu kidogo. Sai kuna venye ukitaka kuoa ati tuseme hauna mapepa mautas, na unataka kuoa ati lazima uende Kenya, uzifanyie Kenya. Uende kwa nchi yako ama the near country, uzifanyie kwa consulate ya huko, ndio wa decide kawa na watakuingiza or not. Watu wangu, hiyo ni uongo. Ukishatoka ni hivyo, kamenuka. Reason wanasema hivyo ati ndio waweze kumanage vitu, waweze kufind out, wapate time ya kufind out fraud, waweze kumanage bla bla bla, excuses nyingi. But watu wangu, saa hizi as we speak, lazima uprovide reason noma sana yenye itakuruhusu ufailie pepa Amerika. Kama huna pepa, una exist tu na visa na unataka pepa za kuoa, especially, my friend, atisa lazima uende in your country of origin or a different country outside America. Watu wangu, nilimwambia mtu ya orange anageuza mambo. Watu hawako wananisikiza. Watu wanisikizagi. Ni noma. Afadhali ni either wengi wenyu mkue kama mimi, mwenye mimi nasema mimi sitaki future ya huku. Mimi future yangu ni Kenya, na nikienda nimeenda. Ama mujipange mapema wenye hamjajipanga. Na pia kama umejipanga properly, watu wangu, make sure Kenya uko na kitu kakushikilia. Juu hii serikali ikirudi, kama ushai file hizi pepa na ulizi file na zile njia zetu tunazielewa, watu wangu. Zile njia zetu tulizipitiaga, tukazipitia, ndio tukapata hizi pepa. Watu wangu, unajua sasa kuna commission, yani kuna ka group kamekomishoniwa kwa immigration kuinvestigate hizo marriage za kitambo, kuangalia kama ulikacheza vibaya, ulikacheza vizuri, kuangalia kama ulicommit crime before or after upate pepa. Na ukichaguliwa as one of those anainvestigatiwa, chances wanaweza track back hata 20 years. Na wakinotice kuna venye ulidhoka na ukaponyoka, ukapata pepa na hizo discrepancies, my friend, zitakatwa. Na kama Kenya hauko poa, mtu wangu, utabeg. Pale Kenya si mchezo. Utabeg, mtu wangu. Hauwezi enda pale bila mpango. I keep telling you guys, kaushaishikwa na DY mbaya,
alafu ukafile paper na ukazipata juu ulitumia lawyer 1212 kukaenda kukakua. Sisemi watarudia kesi yako, but chances ukichaguliwa, juu hawezi rudia za kila mtu, wana pick basically. Ni noma. Ai, venye ninacheki hii story, ni noma. So mimi sitaki kumuuzia uoga or anything, hata kidogo sitaki kumuuzia uoga, but mi namwambieni kuweni cautious. Chances at the end of the day ya wewe ati kufikiwa na watu kama hawa ni slim sana. Hata kama ulipata pepa zako chini ya waba in a way or another, chances za kufikia wanawa say ni slim. Juu hawezi fuata everyone in America mwenye amewahi file, ni impossible. But tu Kenya nita insist, make sure home umesukuma, na home ni kubaya. Saa hii sikatai. Saa hii mnaona taxes venye zinaendelea tu kupanda. Mnaona hii 2026 bill, mnaona sasa watakuwa na access ya M-Pesa zenyu. Ni noma. Kenya ni noma. Kenya ni noma. M-Pesa itakuwa subject to 17% VAT. Noma. Lakini ni nchi yetu. Hivyo ndio tumeamua ikue. Sababu hivyo ndio tumechagua leaders. Hivyo ndio tumeamua. Na kaa tutaki, itabidi tupigane. Kaa tuwezi pigana, tutalala na uoga. Itabidi tulipe hizo taxes na tung'ang'ane. Watu wangu, hakuna mahali kwa hii dunia vitu zinaenda mzuri saa hizi. Hakuna. Tunalia mambo ya mafuta Kenya. Tunalia tuna demonstrate ati imepanda. Nyinyi mmeenda Addis Ababa mkaona. Addis Ababa hawana mafuta. A large part of the areas hawana mafuta, na kwenye iko wanapanga line karibu ya 10 miles. Line magari zimejipanga 10 miles. Ni kubaya watu wangu, na kukianza kudhoka hivi. Na mnaona sasa Russia pia at the same time. Angalieni tu state ya dunia. Ndio namwambia make sure watu wangu mumejipanga home. Muna kashamba kenyu, muna mali mkiruka home, mnaweza sema ni penyu. Si lazima muende kuishi home, lakini mkuwe na mahali mnaweza sema ni penyu. Ndio mkarudi home, usitoke hapa kwa mansion yako na we ni daktari ama we ni lawyer, alafu ukienda home unaenda kurudi kwa huka yako ama kwa brother yako mnaenda kuishi na yeye. Juu haukujipanga, na juu maybe Russia imeamua kulipua Ukraine in a way mpaka Amerika ikaamua kuingilia. Kukianza kuenda hivyo, watu wangu mtaanza kuhepa hapa. Venye tu nilimwambia Trump ataharibu maneno zaidi za si watu wa nje, watu si weusi, watu si weupe. Nilimwambia ataharibu maneno. Wengine hamkunisikia, mkaniambia nauza uoga. Sasa angalieni, ndio hiyo watu wangu. Sasa mimi ninamuona kunaweza haribika huko mbele, na inaweza kuwa si hii mwaka, inaweza kuwa ni next year. As much as Kenya kunaweza pia dhoka time ya elections, kuna chances za kutadhoka venye dunia itakuwa imedhoka. Venye kutadhoka Kenya, dunia inaweza kuwa imedhoka 10 times, na utalia urudi Kenya. Watu wangu, hiyo ndio situation ya immigration sahi. Ati lazima urudi home ndio uweze kufile. But musi lose hope. Mnajua tu watu wa left watapigana, watakam na lawsuits. So sahi ni mtulie. Usianze kusema unapag virago zako unarudi home ati juu ya hii situation. Hiyo ni bulanda. Usiseme unarudi Kenya ati umegive up na mapepa. Juu hata wenye wamefile by the way mtaafektiwa. Wenye wamefile by the time munaenda interview, hii kitu itamuaffect. But hakuna haja ku give up. Musi give up. Hata kama ulikuwa na crime ama nini, no need to give up. Hii kitu inaweza overtaniwa. Juu hii kitu hii rules zenye zina exist saa hii za immigration zimekuwa hapo from the 1950s na zikakuwa amended I think in the 70s ama early 80s. So mimi naona tu zinaweza overtaniwa. Juu hii ni extreme. Hii inaitwa extreme push ya
nyeupe supremacy. Mnaniget hiyo? Mnaniget hizo words? Nikizisema sana hapa nitablokiwa. Ni hizo agenda watu wangu. Mnadhania ni nini ingine? Ni agenda za supremacy ya nyeupe. Mnaniget? So hata mkivote watu wangu, votini na mpango. Msivote ati juu mtu anamdanganya hapa ati ana support watu wasiabot, ati anamdanganya yeye ni Mkristo, anamdanganya yeye ni mtu wa kanisa. Mnadanganywa. Mnajua kitu moja. Jana niliona advert fulani ya kupatia wale watu wa huko wenye wanalipua Gaza ati wanaomba doo ya kusupport hao watu wenye wamechaguliwa na God. Mnanielewa ni kina nani? Wa Israel. Mnaniget? Niliona advert ya mama mmoja amevaa vizuri, mweupe vizuri, nywele mzuri, anaongea vizuri ati watu wa support hiyo inchi. Nikaambia wife, unaona this beautiful woman kwa hii advert anasema hao watu chosen wasupportiwe. Unajua kwa Bible kuna verse, hiyo Bible kuna verse inasema even the devil comes as an angel of light. Watu wangu, hao watu mnadanganywa ndio wana support non-abortion. Hao watu mnadanganywa wana support kanisa. They could be the real enemy, my friends. Hawa wenye unaona wanapigana hata wanajaribu kusaidia vinyambis, hawa wanaona wanajaribu kusaidia rangi yetu, hawa wanang'ang'ana kuleta human rights, kila mtu afanye kenye anataka. Kwa nini mtu asifanye kenye anataka? Kama mtu kwa anataka kupeana kinyambis apeane, kwani iko nini? Si ni shauri yake. Lakini nisimdanganye, even the devil comes as an angel of light. Hao mnavotia ati ndio wamechaguliwa na God. Hao ndio wana oppress rangi. Watch it happen watu wangu. Munaiwatch, munaiona, munasukumwa. Hata wewe unasemaga wewe ni Muamerika na utairudi home. Chunga sana. Wewe unasemanga wewe ni Muamerika utairudi home, na wewe ni Muafrika unaongea Kiswahili kama mimi, na uko na watoto wako hapa umekatata waende home, ukasema ni wa huko. Chunga sana. Hii serikali kirudi another 10 years, 8 years, yako iko jikoni mtu wangu. It's not a threat, ninampatia warning. Dunia inageuka, hii nchi inaenda down, iko very insecure na wanataka kujieka kivyao. Ndio maana hata wataki mambo ya USAID nini, wanataka kila kitu wa withhold. Wanataka kuconcentrate pia power na military grow even 10 times more watu wangu. Cause wako insecure. Hakuna kitu mbaya kama kuweka muoga na panga atakukatakata nayo. Watu wangu, hebu nikalale. Saini after midnight. Tupatane another time. Mr. Sam the Creative with Bananaland Media and Good People Society. Na nimetoka.